Kiswahili sasa hapo ndo changamoto hapo, Kiswahili. Mungu akaweka enjoyment. Unaona kuna mtu ameshtuka? Sema Mungu akaweka utamu uone. Mungu akaweka utamu kwenye hilo tendo. Nisikilize, hatuendi kufanya tendo kwa ajili ya utamu. Tunakwenda kufanya tendo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Lipi? Kujaza dunia. Ila wakati tunashirikiana na Mungu tujaze dunia, Mungu akaweka kwenye chumvi, akaweka chumvi kwenye yai la kuchemsha. Yai la kuchemsha ulipasua hivi, ulikate pata. Alafu uwe na kale kakukumutia chumvi, mnakajua kale. Uweke sha. Achana nalo. Nikuulize swali wewe unanisikiliza sasa hivi. Hivi sasa hivi ukienda kulala na mwanaume asiyekuoa, unaenda kutafuta nini? Enjoyment. But not purpose. Na ndio maana leo kijana mmoja wa kiume ana wasichana 7. Afu angalia tulivyokuwa wapumbavu, nitaisema mbeleni. Binadamu kweli alisema hapa pastor, akili zetu zimeharibikiwa. Mwanaume mmoja ana date na wanawake 7 kwa wakati mmoja, alafu anajiona shujaa. Lakini kiurahisi tu, wewe ni chizi unayetembea. Kwa sababu siendi kulala na mwanamke kwa sababu nahitaji enjoyment. Hapana, siendeshwi na enjoyment, naendeshwa na kusudi la Mungu. Kusudi linasemaje? Tuijaze. Ili niingie kuijaza, napaswa nifanye nini? Nisajiliwe. Nachukua fomu, nasimama mbele za watu. Mimi Peter John Chibago, na kutoa wewe Shoma Emmanuel Burugu, uwe mke wangu halali wa ndoa. Naanza kujieleza katika shida na katika la, katika dhiki. Tukishatoka hapo sasa, na kanisa zima siku ile tunajua tu kwamba leo hivi unajua tukiwa tunafungisha ndoa utakuta mchungaji anasema, "Haya, anayemtoa huyu binti aje." Wewe unafikiri mzazi wako anayekuja kutoa hajui? Anakuja pale anajua kabisa leo. Na atasimama hapa mbele, "Mimi Abdalla Ramadhani Shahibu namtoa binti yangu Hanita Shahibu kwa kijana huyu." Na baba anajua kabisa leo ni leo. Kwa sababu kuna kusudi. Huwa likiwa kusudi la Mungu, kile kitu hakiwi kibaya na wala hakileti shida. Lakini shida inakuja hapa pindi unapofanya nje na kusudi. Sasa leo vijana wengi, especially nyinyi mliokuwa chuoni, mnisamee wadogo zangu. Na ndio maana hata hapa vioni ukienda unakutana na matangazo pale, mnayaonaga sijui na nini? Nimeenda hapa chuo cha kwanza, nimeenda hiki na hiki, lazima ukutane na mkebe pale unakondoa. Zinaitwaje? Kondoa zinaitwaje sasa? Kwa sababu watu tumetoka kwenye lengo la Mungu. Sasa hivi watu tunafanya sex kwa ajili ya enjoyment, sio purpose. Lakini kijana aliyejifungamanisha na Mungu, kijana wa kiume aliyejifungamanisha na Mungu, haendeshwi na enjoyment. Hana pressure na enjoyment. Anaendeshwa na kusudi. Hivi Mungu ana kusudi gani kwenye tendo la ndoa? Mungu kusudi lake ni ipi? Ni kulipopulate health. Okay, napaswa niingieje, nilifanye? Napaswa 1, 2, 3. Ndipo anachukua hatua, anaingia kwenye ndoa. Lakini kijana yoyote wa kike au wa kiume unayelala na mwanaume mwingine au mwanamke yoyote yule kabla ya ndoa, trust me, una matatizo wewe. Alafu kwenye makambi mnawashtaki wenzenu, "Pastor tusaidie, hawa wanaume wa Kisabato wanatuchezea." Hivi wanawachezea au mnachezeana? Alikuja na bunduki kwamba, "Kaka utatoa utoi, kaka utatoa." Alikuja na hakuja na bunduki. Kwa hiyo mimi nikuombe unayenisikiliza leo, hebu anza kutengeneza heshima yako. Ngoja nikupe tu mfano kwa binti. Niliona hii clip kwenye clip moja. Mkufunzi mmoja wa ndoa alikuwa aliweka meza, akaweka vibakuli 3. 1, 2, 3. Akaita wanaume viwili, akaita wanaume mmoja wa kwanza. Akamwambia, "Nawa kwenye kibakuli hiki." Akanawa kibakuli kimoja. Halafu hivi vilivyobaki akaita wanaume 8. Wote wakanawa kwenye kila. Halafu akawauliza nao wafundisha,
Kati ya hii bakuli hapa, hipi kidogo ina unafuu, unaweza ukayanywa maji yake. Ungekunywa ipi? At least alionawa mtu huyu. Kama ana minyoo unaondoka na minyoo pekee. Mwanamke ni sawa na hako kabilika. Wewe bado hujaolewa, ushalala na watu, ukipewa uandike, wewe mwenyewe wengine ukumbuki. Tena unaanza nikiwa form 2 Abdallah. Yaani unaandika watu 12 alafu unasema bwana pastor tuishie kwanza hapa nikikumbuka. Sasa angalia umkomoi mtu yoyote, unajikomoa wewe. Unapolala na watu wengi, anayeathirika ni wewe, sio uliolala nao. Na heshima yako inapotea. Kuna watu hapa mna mionekano mizuri, lakini ukipanda hapa mbele watu ndo wanaelekezana. Wewe uko hapa mbele unahudumu, watu wanaelekezana kuhusu wewe. Hivi unajua sisi wanaume nikilala na mwanamke najisikia sifa kumwambia mwanaume mwenzangu kwamba wewe yule unamfahamu wewe nimempiga. Wanaume tuko hivyo. Na wakati namhadithia huyo, mwanangu yule nimepiga, huyu jamaa anambia yupi huyo? Naambia yupi huyo? Ngambia ngoja wakisimama kuimba. Wenye mko hapa mbele, ametenda mai Yesu. Kidume kule amekaa na yule mwenzie anambia mkono wa kushoto. Hesabu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kidume kinaenda papa afu wewe umepiga pale? Yeah. Amepigwa. Angalia wanaume tulivyokuwa wajinga. Sisi tuna upekee wetu. Huyu nimemhadisia, nimekubamiza, naye akikuangalia unavyovutia, naye anapanga kukubamiza. Na huyu akikubamiza, akija kwangu akinieleza, hatukasirikiani. Kwamba mwanangu wewe umepiga na mimi. Sasa angalia, wanaume wanajisifia wakati wewe umepoteza heshima yako. Mimi niwaombe, hebu kuanzia sasa hivi anza kutengeneza heshima yako. Na haitengenezwi na yoyote yule, inatengenezwa kwa kujifungamanisha na nani? Dada, mshike Mungu. Jifungamanishe na Mungu, atakuepusha na mengi. Na utaanza kujiandaa kuwa mtu unayefaa kwa jamii. Lakini kwa dunia hii tulionayo, Mungu anatuona. Mbona mnaniangalia hivyo? Mnaweza mkaenda jamani. Unaweza mkaenda. Unajua hapa wanaume wananimind sana. Unaharibu pastor. Unatuharibia. Muda umeniishia. Mimi nimalizie kwa kusema hivi. Chagua kuanza kuyajali maisha yako kuliko watu wengine. Wanawake, ninyi ndio mnaathirika sana kwenye madhara ya tendo la ndoa kuliko wanaume. Wanaume maumbile yake ni external, ninyi maumbile yenu ni internal. Mwanaume hana mlango, ila wewe una mlango. Na funguo hazifanani. Kuna mafunguo ya vitasa vile vikubwa, na kuna funguo za vitasa. Anayejua aina ya funguo inapaswa ikafungue kufuli gani ni aliyezitengeneza. Ndio maana Mungu akamwambia Adamu, si vema uwe. Mungu anaambia kwa funguo hii nilivyoitengeneza funguo hii, si vizuri iwe peke yake. Mungu anamwambia Adamu, sasa subiria kwanza. Akaenda kutengeneza kufuli linaloendana na nini? Sasa wewe ulivyokuwa wa ajabu leo, mafunguo duniani yako, alafu wewe unajifanya Mungu. Hem, nijaribu hili linafungua. Hili sio. Hili linafungua, hili sio. Baadaye baada ya kuwa na mlango unakuwa na geti.